Shika. Shika. Baba, iki kifuni cha nini? Sikia, siku ambayo unajua unaingia kwenye tarehe zako au mwezi wako, ile nguo yako ya ndani sitaki uitupe wala uifue. Ichukue niwekee humu kwenye kifua, na kazi nayo. Lakini baba... Lakini nini? Nimekwambia nina kazi nayo. Baba, unajua kabisa hayo sio maadili yetu. Nawezaje kukupa nguo yangu ya ndani ambayo imechafuka kutokana na siku zangu? Sio maadili kabisa hayo baba. Mimi kiukweli siwezi. Nisikilize. Utaki utaweza, usitaki utaweza. Wewe, mimi mwezi wa akili mbaya nimlisi kwa mama. Ila mamangu tu kashindwa kuzitumia, na ndio maana nazitumia mimi. Sasa, kama ukienda kukaidi, lazima nitakufanyia Habari ya asubuhi mwanangu. Salama mke wangu. Vipi utoka hapo? Safi. Vipi hali ya shangazi? Hali ya shangazi bado mume wangu. Hata hivyo ndio maana nimewahi kuja ili niwahi kurudi, kwa sababu bado shangazi hayuko sawa. Unajua yuko mwenyewe pale. Aisee. Poleni sana. Mungu atamfanyia wepesi shangazi. Atakuwa salama tu. Sawa mke wangu. Usijali Tabasamu basi. Sawa mke wangu. Sasa kuna hela kidogo nimeweka mezani pale. Kachukua ufanye mahitaji. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Sawa. Karibu sana shangazi yangu. Asante sana shangazi. Binti yangu, ujio wako leo umenishangaza sana. Maana sijakuwa na muda mrefu. Kuna tatizo? Ni kweli shangazi. Huko nitokako wala sio kwema. Una shida gani mwanangu? Sasa hiki cha nini? Shangazi, naona baba ameshaanza kuvuka mipaka yake sasa. Leo amenikabidhi hicho kifungu na ameniambia kama siku nitaingia kwenye siku zangu, ile nguo yangu ya ndani ambayo nitatumia kwa siku ya kwanza nisitupe wala nisifue, niweke humo kisha nimkabidhi. Naona ni uvunjifu wa maadili, lakini sijui nifanye nini. Mungu wangu. Pashamba amefikia huko. Hivi babako ana akili kweli? Ama uzi wake ndo unampeka pabaya? Nisikilize binti yangu. Sasa hapa ndo naamini kwa maneno na kijiji. Babako yule moja kwa moja ni mshirikina. Shangazi, mpaka nakuja hapa inamaanisha kwamba mimi nahitaji msaada wenu. Sijui nini nifanye, sijui wapi niende. Naomba unishauri. Nifanye nini? Maana najikuta nachanganyikiwa kabisa. Usijali binti yangu. Kuna jambo tunatakiwa tulifanye. Hivi, una akili wewe? Mbona mimi sijai kuona mtu anamwogopa baba mkwe wake?
Wewe ndo wa kwanza eh? Sasa nisikilize, yaani ukiniogopa hata jamii itakushangaa. Shikao baba. Nashukuru kwa heshima yako. Sikia, nimefuata majibu ya kazi ambayo nimekutuma. Vipi, tayari? Ndio baba, tayari. Ina maana ni mjamzito eh? Ndio. Nimekaa vizuri. Mmeo yupo? Hapana, ametoka. Basi akija ambaye alikuja Chief Alwatan Pashambe. Sawa baba. We mzee, hivi mimi unanitafuta nini? Nikuulize tu, wewe uniambie na ukiri kwa kinywa chako, unakitaka kitu gani kutoka kwangu? Mara ngapi mimi nimekwambia hapa kwangu sitaki ufike? Mzee, nisikilize nikwambie. Sasa huu baba au huu uzazi wako isipelekea hatua sasa ya kuona kila kitu unaweza kukifanya kwangu. Hapana. Ushafikia muda na wakati ambao mimi naweza pia nikajiamulia maisha yangu mimi. Sasa mzee, nimekwambia hapa kwangu usifike. Na naomba hilo lifuatwe, kwa sababu ipo siku wanakijiji wote hapa watakuja kuniona mimi sina adabu kwa baba yangu. Tunaelewana? Kwa sababu haya unayoyafanya wewe na haya unayoyataka wewe, ipo siku nitaamka akili yangu kichwani mwangu itanishauri nichukue chupa nije nizinyoe hizo ndevu zako. We mzee wewe, nimekuambia hapa usifike, naomba ishi humo. Kwa sababu sijui kinachokuleta hapa ni kitu gani. Mshirikina mkubwa wewe. Usintishe. Tena usintishe kabisa. Wewe ni mtoto wangu kabisa nilokuzaa. Uweze kunisumbua. Mimi na mamlaka yote na maamuzi yote ya kufika hapa kwako kwa muda wowote na siku yoyote. Sasa hebu ichunge akili yako. Wewe unajua unazungumza na nani? Mimi ni mtu mzima. Uweze kunitisha. Yule usiyempenda ndio kaja nyumbani kwako na nina uwezo wa kuendelea tena kuja. Sasa mimi nasemaje? Usinitishe Pashambe. Na unachokitaka wewe na mimi nakitaka vile vile. Na kuambia tena kwa mara nyingine, isifikie hatua sasa ukahisi pengine nitakuheshimu kupitiliza kwa sababu wewe tu ndio umeleta duniani. Mzee, nisikilize nikwambie, hata mimi ningewahi kuzaliwa, ningekuzaa wewe. Usiniletee mambo ya kijinga mzee. Hapa sikutaki. Naomba utoe ngwala zako kabla sijaingia ndani kuchukua hata shoka nikapasua hicho kichwa chako. Wewe mwenda wazimu nini wewe? Hebu nikwambie kitu. Mwenye zamu ya umeme leo karudi na mshumaa. Sasa jiulize, utawaka au utazima? Sawa. Sawa. Uwake, uzime, ufanyaje shauri yako. Sasa wewe fika tena hapa afu uone nitakachokufanya. Mshirikina mkubwa wewe. Habari za mke wangu? Salama mume wangu. Samahani mume wangu. Mume wangu, hapa kuna taarifa ambazo zimekuja. Binti yako Swema alikuja hapa na kuna maagizo kutoka kwa babake. Mbona kama unazunguka? Kuna nini kimetokea hapa? Hebu naomba uniambie ukweli. Huyu Pashambe nafikiri alipofikia ni pabaya sana. Kwa sababu amefikia hatua anataka hedhi ya binti yake. Sasa mume wangu, si ushirikina wazi wazi kabisa unaonyesha. Hivi Pashambe ni chizi eh? Hivi Pashambe mimi anitafutia nini huyu? Yaani yeye kumwambia binti yake maneno kama hayo? Nisikilize mke wangu. Sasa kuanzia sasa unyonge basi. Na umgu unavyoona mke wangu, nikitoka hapa kwa Pashambe, afe yeye au nife mimi. Kwa sababu mke wangu, ukicheka na nyani utavuna mabua. Mume wangu! Mume wangu! Karibu sana kipenzi changu. Na mbona umechelewa? Wakati ulikubaliana mpaka saa 2 ushafika hapa. Ili nikupatie hiyo pesa. Usijali mpenzi wangu. Nilipata changamoto tu kidogo.
lakini usijali, kila kitu kipo sawa. Pole. Changamoto nisema maisha kwa kila mwanadamu. Hata hivyo nimefurahi pia kukuona. Hapana. Mimi sija kufuata pesa. Moyo una siri kubwa, unaweza penda pasipo kujua. Moyo una siri nzito sana, unaweza penda pasipo tambua. Na dunia duala, ndo maana mda mwingine mambo yanakuwa mala. Afadhali mpenzi wangu umepokea hii simu, na kupokea kwako hii simu naamini kila kitu kimeenda vizuri. Bila shaka huyo boya atakuwa hajashituka chochote. Hiyo safi. Sasa kama nilivyokuahidi kwamba baadaye tena ukipata muda ukija nitakufanyia kama zaidi ya nilivyokufanyia jana. Kwa sababu naamini kabisa vitu ninavyokupa mimi sidhani kama mume wako anakupa. Mimi peke yangu. Yaani mimi nimeenda chuo kwa ajili ya kuyasomea haya maswala. Yaani ninavyokuambia. Mimi unavyoniona mwenzio, haya maswala nilipata A ya A. Sasa basi, mimi nikuache. Najua ukimya huo pengine ni kwa sababu labda huyo mpumbavu yuko pembeni hapo. Sasa ukipata muda baadaye tutazungumza vizuri. Wewe usijitoe akili hapo. Umetoka wapi? Na kuuliza umetoka wapi? Nimetoka kwenye matembezi baba. Umetoka wapi? Hebu kuwa mkweli. Nimetoka kwenye matembezi, pia nilipitia kwa shangazi. Shangazi yako ndo nani? Wakati mimi ndo shangazi yako, mimi ndo baba yako, mimi ndio mama yako. Na ukiona mtu anakuambia kitu mara 6 ujue kuna ukweli ambao umejificha. Haya, niambie ulikuwa wapi? Mbona nasikia harufu ya uzinzi? Na maanisha ni janaba. Je, ilipokuwa nani? Kwako, kwangu? Na kuuliza lipo kwako, kwangu? Ina maana umetoka kufanya mapenzi eh? Nyoko. Wewe umetoka kufanya mapenzi eh? Mbona upokei simu? Hebu naomba hiyo simu. Pashambe anakupigia? Huyu Pashambe gani? Ngoja. Halo mpenzi wangu Swem. Natumai umefika salama. Hata hivyo nashukuru sana. Kwa hiyo kunibebea mimba ni kitu kikubwa sana kwangu. Bali na nitakia siku njema mpenzi wangu. Hivi una akili wewe? Yaani kumbe wewe mjamzito? Nimetoka kukwambia nini na unafanya nini? Ina maana mimi mipango yangu tayari ishaharibika eh? Aya, nataka kujua hiyo mimba ni ya nani? Hapana baba, mimi sio mjamzito. Wewe, mimi sio chizi, si hapa nimesikia kabisa. Wewe niambie hiyo mimba ni ya nani? Eti, wewe ni Pashambe gani alokupa wewe mimba? Sasa nisikilize. Sitokubali mipango yangu iharibike. Wewe unakuwa msiri na mimi jua kabisa nitasababisha mipango yako iharibike. Si utaki kusema mimba ya nani?
na umeshindwa kunipeleka sehemu gani eh? Sasa wewe, mimi lazima nikufanyie kitu kibaya na unasahau tu Suwema. Nakwambiaga kabisa, ene kuheshimu muheshimu. Yaani kwa kifupi, heshimu heshima. Kwa nini unashindwa kuweka heshima? Umenikela wewe. Sasa nikwambie, kwa kuwa umezitibua nywele zangu na kunichanganya, basi lolote likikukuta usishangae na usimtafute mchawi nani. Wandila Wakakuda Jalada Domola Wandalo Yakulata wa inna lillahi rajiun. Wa inna lillahi rajiun. Kwa hapa tulipofikia Bwana Shedafa, hichi kitu kwangu mimi hakiwezekani. Kwa sababu dada yangu mimba ya 4 hii. Sawa? Hakuna matunda aina yoyote kilichopatikana akionekani. Ya kwanza imeenda, ya pili imeenda. Nimevumilia, ya 3 imeenda. Hii ya 4. Hichi kitu kwangu mimi hakiwezekani kabisa. Hivi ulishai kukaa kwanza ukajifikiria juu ya hichi ambacho kinachoendelea kwa ndugu yangu? Au ndio mshamfanya dadangu kama mdawalilo? Imeingia ya kwanza imetoka. Ya pili mnasema imetoka. Hii ya 3 imetoka. Nayo hii ya 4 tena. Shemeji, kwani mimi ni Mungu? Hivi mimi nawezaje kupata majibu ya hiki ambacho kinaendelea? Ni Mungu pekee ndo anajua hiki kinachoendelea kinasababishwa na nini, lakini sio mimi. Sasa unaponiuliza maswali kama haya shemeji, unategemea ni kujibu nini? Au ndo unataka nijibu kitu mwisho wa siku uje kuona shemeji yako sina nidhamu? Shemeji, hebu tuheshimiane. Hili linaloendelea hata mimi mwenyewe silifurahii. Na unachotakiwa kujua shemeji, hakuna mkulima anayelima shamba lake halafu aje ategemee kupata hasara. Kila anayelima anategemea kuja kupata mazao na afaidishwe na hayo mazao. Sasa unaponiuliza maswala ya mke wangu mimba kutoka, ina maana mimi siumizwi na hili swala? Yaani kwamba wewe sasa ndo una uchungu kushinda mimi baba mzazi wa hawa watoto ambao wanaharibika. Shemeji, hebu tuheshimiane. Naomba usinipelekee nikafanya kitu mwisho wa siku wewe ukaniona mimi sina nidhamu. Mimi nina nidhamu vizuri tu. Na ndio maana hata nilipokuja kumchukua dada yako pale, nilifuata taratibu zote na sheria zote mpaka leo dada yako yuko hapa. Hebu shemeji, naomba usiniulize maswali yako ya kijinga. Kwa sababu majibu yake nitakuwa sina. Kama unahitaji majibu ya maswali yako, basi nenda kamuulize Mungu. Aha, kumbe wewe umekosa majibu ya hili? Mimi majibu ninayo. Cha kufanya hapa sasa, mimi nabeba dada yangu naondoka naye nyumbani. Sijui kwamba kuna ndoa, sijui kwamba kulikuwa na harusi umekuja umeoa nyumbani kwangu. Hilo mimi jambo silijui. Maana kwenye hili siwezi kulivumilia. Sasa dada, nyanyuka hapo chini ulipokaa, ingia ndani, kachukue kilichokuwa cha kwako, tunaondoka nyumbani. Lakini mume wangu. Lakini nini? Tena nyamaza, nitakutia mbao huo. Dada, ingia ndani, chukua kilicho cha kwako tuondoke. Hivi shemeji, hivi unajua kwamba muda mwingi nilivyokuwa na kuangalia kwa kipindi kirefu, niliamini kwamba wewe ni mtu mwenye busara sana. Lakini kumbe wewe akili zako umo. Hakuna yenye chaji hata moja. Kwa sababu huu unaoongea wewe ni utopolo, ni utumbo. Yaani haiwezekani kirahisi tu uje uniambie unamchukua mke wangu unaondoka naye nyumbani kwenu. Unataka umuoe wewe? Yaani unataka umuoe wewe dada yako? Hebu nisikilize shemeji. Huo moto unaotaka kuuwasha ni moto ambao hutoweza kuuzima. Kwa sababu kitu pekee cha kijinga ambacho sitokikubali ni wewe umchukue mwanamke wangu ambaye nimemlipia mahari, nimetoa pesa zangu mimi, nikamleta hapa nyumbani, uje umchukue kwa sababu za kijinga. Hilo swala haliwezekani. Narudia, hilo swala haliwezekani. Na kama unataka huo moto uwake, hebu jaribu tena kugusa. Sawa shoga yangu.
kama tulivyoongea, kabla sijafika kwa shangazi nitapitia hapo. Yupo Ajambo. Nimpe simu msalimie? Basi sawa udugu, haina shida. Aya. Mke wangu. Abe. Hivi unajua tuna miezi mingapi mimi na wewe tujafuata tendo la ndoa? Mume wangu kiukweli sifahamu, sikumbuki. Hivi tuna muda sana Ya, ni muda sasa. Kama tuna miezi miwili hivi. Mimi na wewe hatujaingiliana kabisa. Sasa sikia ngombe mke wangu. Hii ni hatari kwa afya yangu mimi. Mwanaume kamili nakula na shiba. Alafu ni haki yangu pia. Mke wangu, maneno yasiwe mengi. Mimi naingia ndani. Naomba unifuate. Lakini nini sasa? Nimesema hivi, mimi naingia ndani. Naomba unifuate. Shida iko wapi hapo? Una tatizo wewe? Unaumwa? Njoo ndani. Nuka wewe. Nisikize mama Mbiliki. Nimekuletea binti yangu hapa kwa ajili ya kumkagua. Sio kama mimi nashindwa kumkagua, ila nimekupa dhamana wewe, na kwa sababu unakuamini, ila nahitaji ukweli kwenye kumkagua kwako. Ukileta utofauti wowote, mimi sitakuelewa. Hata wewe mwenyewe kitu kibaya au adhabu mbaya itakukuta. Na nikijua umenidanganya, yani lazima nikufanye ene kuheshimu, muheshimu. Kwa kifupi, heshimu heshima. Itangaze amani iwe kwako. Mimi akili mbaya nimilisi kwa mama, ila mama kashindwa kuzitumia, na ndio maana naona nazitumia mimi. Kuwa makini, afu nipe jibu lilokuwa sahihi, sio la kuyumba yumba. Nifanyie hiyo kazi, alafu nipe jibu kamili, sio ya kuyumba yumba, ili amani iwe kwako pia. Simona akili yangu ilivyo na tabia zangu ndo zilivyo. Sioma binti yangu, umefanya kitu kikubwa sana. Hivi kwa mfano, namthibitishia Pashambe kama we ni mjamzito, unaweza atakuacha salama kweli? Lazima babako atakuua. Kumbuka we ni binti pekee kwa Pashambe. Mwanangu, kwa nini umefanya jambo hili? Bora hata ungenishirikisha mimi mamako nikushauri basi. Nafahamu hilo mama. Ndio maana nahitaji msaada wako. Najua baba hataweza kuniacha salama. Nilikuwa naomba unisaidie, kwa sababu wewe ndio msaada wangu. Na pia natamani baba asilijue hili. Sasa mimi hapo nitakusaidia nini? Na babako ameshanitishia maisha. Nakuomba sana ufanye lolote unaloweza ili babangu asijue kama mimi ni mjamzito. Sio nitakusaidia nini binti yangu? Maana babako ameshanitishia maisha. Endapo sitamwambia tu ukweli kwa hiki ambacho nakijua. Mimi nina wazo. Kesho asubuhi mapema sana, waje hapa kwangu. Kuna dawa nitakupa, utainywa. Utakapokunywa ile mimba itatoka. Zile damu zitakazotoka unatakiwa uniletee mimi hapa, ili mradi nikukinge na ubaya wa babako mzee Pashambe. Unanielewa vizuri? Sawa mama. Mimi nimekuelewa. Hakikisha hii siri asijue mtu wowote. Haya, nenda. Siwema? Siwema?
Hebu nisikilize mwanangu, kama nilivyokuambia, mimi ndo babako, mimi ndo mamako, na mimi ndo shangazi yako. Nimekulea kwa tabu sana, nimepata shida nyingi sana, mpaka inafikia hatua wewe kuwa hivyo. Kwa mwingine isingeweza. Baya langu nalijua, zuri langu nalijua, na mimi nalijua baya lako na zuri lako. Sasa ili mambo asiwe mengi, na usije ukawapa adhabu au vifo vya watu wengine wanakijiji ambao hawahusiki, naomba ukanitewe mwanaume akupa ujauzito. Au sibidue mdomo, wala sitaki utie neno. Fanya nilivyokuambia. Fanya hivyo mama, sinipotezee muda. Unamnunia nani? Kamnunie mama yako kaburini, Mungu wewe. Na huyu marehemu mtarajiwa, kifo chake kinanukia. Iwe isiyo lazima iwezekane. Rafiki yangu, kwanza pole kwa matatizo yanayokukuta, lakini mimi leo kiniuliza nikushauri nini, nakosa kabisa majibu, kwa sababu Kudi, hiyo ni ndoa. Alafu Kudi, wewe ni mtoto wa kiume, unajua wanaume tumemba changamoto tunasema maisha yetu. Hebu vumilia basi. Sikia nikwambie, wewe usimwache mkeo. Kwa sababu kama kitokeo kimwacha mkeo, utaanzisha mahusiano mengine. Na je, wewe utaanzisha naye mahusiano, atakuwa na madhaifu kama alikuwa nayo mkeo, au atakuwa na magumu na mazito zaidi ya haya na utanao sasa hivi? Hebu punguza pressure, alafu tulia rafiki yangu. Kiukweli naumia sana. Sijui amenipa nini yule mwanamke. Hata ningefikiria kumwacha, moyo wangu unasita kabisa. Sasa hizi salama. Samani Kido, nilikuwa na mazungumzo naye mara moja. Ngoja nikamsikilize. Siwema, vipi mpenzi wangu, kuna shida? Maana ujio wako usijauelewa. Mbona ghafla hivi, wakati umetoka hapa muda si mrefu? Mpenzi, baba anakuita nyumbani. Pashambe? Ndio. Na ameniambia nisirudi nyumbani bila kuwa na wewe. Siwema, baba yako mimi namfahamu. Kuna amani kweli? Usijali mpenzi wangu, ni mazungumzo ya amani tu, maana baba anataka kufahamu. Siwema, huyu ndio marehemu mtarajiwa ulioniambia unaniletea? Sawa, ingia ndani. Huyu niache nimalizane naye. Nimekwambiaje, nenda ndani huko mwachie. Shikamoo mzee wangu. Niseme asante pia nashukuru. Samahani baba, nimetikia wito. Karibu kwenye utawala Guantanamo kwa Chief Al-Atani Pashambe.
Labda nikupe historia fupi tu ya maisha yangu ili ujue mimi nina roho gani, nyeupe au nyeusi. Unajua hapo zamani kidogo hapa kwangu nilikuwa na bonge la banda la kuku, na nilikuwa nafuga kuku wengi sana, lakini mwisho wa siku niliibiwa kuku wangu, wakabaki wawili tu au kuku. Ila baada ya uchunguzi na kugundua marehemu babako pamoja na rafiki yake ndio alishiriki kunibia mimi mifugo yangu, nikaanza kumpa adhabu ndogo tu ya kukata vidole vyake vyote vya mguuni na kuvichemsha na kufanya supu. Uliponipigia simu baba, nilistuka kwa nguvu kwa sababu taarifa ulionipa mbona kwangu kama imekuwa ngeni. Ni kweli mwanangu, nilikuwa naumwa siku 2-3. Ni jana tu ndo nimepata nafuu. Ila hii taarifa ya kuniambia mkeo kalala kwangu, mbona naona kama ngeni. Shangazi, beba. Wasiwasi ndo akili. Naamini kabisa shamba langu kuna mtu analima. Nilichukua simu ya mke wangu kwa ajili ya kwenda kutoa pesa. Lakini cha ajabu nilipigiwa simu na namba ngeni. Kwa sababu simu ni ya mke wangu, sisi tuna tabia simu yangu yake yangu. Kwa hiyo nikapokea ile simu. Baada ya kupokea ile simu, nikasikia sauti ya mwanaume. Basi ngopo anaongea kauli ambayo nzuri, kauli ya kuongea mbaya sana, ambayo imeniumiza sana moyo wangu. Kwa hiyo shangazi, naamini kabisa mke wangu mimi ananisaliti. Ila nimekuja kwako tu kwa ajili kupata uthibitisho. Lakini mimi najua dhahiri kwamba mke wangu ananisaliti. Oh, hizo namba unazo? Ya, shangazi mimi namba ninayo. Naomba nipatie. Sifuri 7 74 35 37 88. Nilikula mapema sana na alfajiri. Sasa labda nikwambie tu, ili mambo yasiwe mengi, vua ndala zako hapo na ulale hapo kwenye kitambaa kama maiti ambayo inataka kukafiniwa. Naam? Yaani mimi baba nilale hapa? Naongea na wewe, siongei na redio. Fanya hivyo. Vua viatu baba, ulale hapo. Fanya hivyo bwana, ulale kabla sijakulaza. Na ndio maana kuna kauli napenda kusema, kuhangaika kwenu muulizege. We, mimi nalo mbaya, mikatili, ila tu umeshindwa kunisoma. Lala. Lala vizuri kama maiti ambayo inataka kukafiniwa. Wewe. Nachija kwambia ulie, nimekwambia ulale. Halo, kakangu Bashambe. Unaongea na mwenyekiti hapa. Samahani, nilikuwa nakuomba ofisini hapa. Kuna shida gani hapo ofisini hadi nije? Kuna mambo madogo madogo tunataka nikushirikishe. Sawa. Nakuja muda sio mwingi. Hapa kuna marehemu kidogo. Namalizia kumuosha. Afu naingia hapa. Marehemu tena? Hayupo? Ana bahati huyu. Yaani alikuwa anakufa vibaya. Mwenyekiti, nakusikiliza. Ni kweli bwana Bashambe, nimekuita. Na simu yangu ya kwanza ilikuwa tukutane pale ofisini. Na baada ya kuiangalia vizuri hii kesi, nikaona sio kesi ya kupeleka ofisini. Nikaona ni vyema niwaite hapa nyumbani. Tulimalize hili swala kifamilia. Shemeji yako kaniletea malalamiko hapa. Na kwamba
pale nyumbani kwako kuna binti unaishi naye, na kulingana na mazingira ya pale kwako na umri wa yule binti sio sahihi wewe kuwa naye pale. Kwa hiyo baada ya kuniletea ile jambo, sawa, maelezo yake huyu bwana, yeye alionelea kwamba yule amchukue yule binti akakae naye, lakini wewe unaonekana kabisa haujalizika na hilo swala la kumchukua yule binti, na hilo ndio jambo ambalo amekuja nalo. Sasa samahani ndugu yangu, sisi hapa wote wenye kijiji hapa wote familia, wewe nakufahamu vizuri sana na familia yako naifahamu vizuri sana, na huyu hapa namfahamu vizuri sana na familia yake yote naifahamu vizuri sana, na ndio maana mkanipa kicheo cha mwenyekiti. Samahani sana ndugu yangu, kama kuna mahali nitakuwa nimekukosea babangu, naomba unisamehe. Lengo tu tujenge tu, wala usije ukanichukulia vibaya ukaona namna gani vipi. Samahani sana bwana Pasha. Nilijua kuna kesi kubwa au kesi nzito, ndio jambo lenyewe jepesi sana. Sikiza mwenyekiti, hili jambo mimi naona lishakuwa jepesi. Hivi inakuchanganya kesi ya mke na mume? Kama mke wangu kaja kunishtaki mwenyekiti, bwana, kitu chepesi sana, tunaweza tukakimaliza hata wenyewe. Mwenyekiti, hii ni dharau. Pashambe, mimi mke wako? Naomba fute kauli yake. Siwezi kufuta kauli yangu. Kwa sababu gani? Kama dada yake yeye alikuwa mke wangu, basi naye ni mke wangu. Nini shida? Mwenyekiti, dharau. Pashambe, tusivunjane heshima. Narudia tena, tusivunjane heshima Pashambe. Alafu mwenyekiti, na kuheshimu. Anachokifanya Pashambe ni dharau. Sikiza mwenyekiti, yaani mpaka ukinipigia simu mimi na kuniita kwako au ikiwa ofisini kwako, basi nipigie simu kuwe na shida muhimu, sio jambo hili la kipumbavu. Wewe mwenyekiti, ene kuheshimu mheshimu. Kwa kifupi, heshimu heshima. Mimi mwezi wa Kilimbani mlisi kwa mama, ila mama akashindwa kuzitumia, na ndio maana nazitumia mimi. Na wewe endelea kuleta malalamiko ya kipumbavu, takufanya Pashambe, mimi unitishi. Sikutishi unitishi Pashambe, hata siku hii, hata siku moja, na nahakikisha huu mpango wangu utakamilika. Sikutishi babangu, jaribu tena. Unitishi kwa maneno yako, jaribu tena. Yaani wewe uwezo kanitisha kwa lolote lile. Mwenyekiti, hii ni dharau ujue. Tutaongea. Vipi Mula? Salama Mula, vipi? Safi. Ni muda mrefu sana tujaonana ise. Ni kweli ndugu yangu, ila nafikiri ni pilika za hapa na pale. Ni kweli. Sio mbaya. Nimetoka kwa mama hapo. Kuna mambo nimetoka kuweka sawa. Sema nini Mula? Nitakutafuta. Kuna mambo nataka tuyazungumze. Maana mimi na mke wangu nyumbani mambo hayapo sawa kabisa. Sawa, haina shida Mula, mimi nipo. Basi haina shida Mula. Na mama, nimeitikia wito. Sawa baba, nashukuru kwa kuitikia wito. Najua pia ni mtoto mwenye nidhamu. Sasa Hamisi, nimekuita hapa kwa swala moja mwanangu. Umefikia wapi kwenye ule mpango wako wa kutaka kuoa? Kila kitu kipo sawa mama, na nimeshonga na mwenzangu, huu mwezi hawezi kupita, nafanya mpango ya ndoa. Sasa ikiwa kama mimi ni mama yako, nahitaji kujua binti unayemuoa ni binti gani na anatoka kwenye familia gani. Kwa hiyo leo siku isiishi, nahitaji kumjua huyo mama aje hapa nyumbani nimuone. Amoyo una siri kubwa, unaweza penda pasipo kujua. Amoyo una siri nzito sana. Wewe bwana, naomba unisikilize kwa umakini.
ili jambo tele lishakuwa tatizo. Na kama unavyomfahamu Pashambe, vitu anavyoshiriki Pashambe na serikali mambo mawili tofauti. Serikali haiamini uchawi, serikali haiamini ushirikina kabisa kabisa kabisa. Sasa basi, kwa kuwa mimi hii kazi sijaanza nayo labda juzi, muda mrefu kidogo, na uzoefu nayo, hii kesi mimi nikuruhusu uende ngazi za juu. Mimi maisha bado nayapenda. Afu usichokijua, juzi tu nimetoka kutumbia, hana muda mrefu mke wangu anataka fika. Sasa mimi sitaki nije niharibu ndoa yangu kwa sababu ya mtu mmoja. Hapana babangu. Kwenye kesi hii labda ingekuwa mashamba, mipaka huko kidogo afadhali. Masuala haya wewe mtoto sijui familia, mke na mume. Samahani ndugu yangu. Mimi nitakuandikia barua uende ngazi za juu. Samahani sana. Sawa, naamini serikali yako haimini uchawi, si ndio? Hebu turudi sasa kwako wewe. Na wewe pia uamini uchawi? Mimi sina shida na Pashambe. Mwenyekiti, kuyafumbia macho matatizo kama haya yatakuja kukugharimu. Mimi Pashambe anisumbui. Unapofumbia macho matatizo kama haya utakuja kusikia msiba. Wewe naona tushaanza kupandana kichwani, si ndio? Naona sasa haya wewe kuwa mwenyekiti. Kuwa wewe mwenyekiti afu suluhisha hii kesi. Nisikilize kwa makini. Tena unisikilize akuingie. Mimi nitakuandikia barua uende ngazi za juu. Mimi ili swala la Pashambe malizana naye mwenyewe. Si unanielewa vizuri? Sawa. Ili tatizo nitalimaliza mimi mwenyewe. Malizana naye. Halo Shedafa. Samani, nilikuwa na mazungumzo na wewe, namba tuonane. Sawa, mimi nafikiri hakuna shida mjomba. Sasa wewe nielekeze wapi sehemu nzuri tukutane ili tuweze kuzungumza hilo swala. Mimi nipo kwa mwenyekiti hapa. Nashuka hapo njia panda kuelekea mtoni, namba tukutane hapo hapo. Basi sawa. Kama dakika 2 mimi nitakuwa nishafika hapo kwa sababu tayari uzuri nishamaliza mambo yangu hapa. Ngoja nipitie hapo. Sawa. 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 Ndio baba, nimeitikia wito wako. Nashukuru kwa kufika. Pia unajua kwa nini ufi kwa haraka? Wewe ni mtu ambaye unasikiliza wito wangu, na unapokuwa na shida unaimaliza kwa wakati. Nimependa sana, ila kero tu ni moja ambayo ninayo. Mpaka sasa upo kwa mumeo, inaonekana kakako amekutorosha. Kweli si kweli? Ndio baba. Je, umelizika kuondoka kwa mumeo? Hapana baba, kiukweli nampenda sana mume wangu. Nimeipenda hiyo. Na huyo kakako ametafuta vita, na kama vita itakuwa vita kweli. Shika hiki kitu, kitakusaidia. Pia nini baba? Swali zuri sana. Umekiona hiko? Unapofika nyumbani kwenu, katikati ya mlango chimba shimo, alafu kifukie. Kila jambo lako zuri litaenda sawa. Tumeelewana? Kafanya hiyo kazi kwa wakati kama ninavyokuamini. Sawa baba. Nisikilize binti. Iko kitu kwanza itaki kubeba kiolela. Jaribu kukificha ili mtu mwingine asikione. Wala hapo umetenda jambo jema. Wahi kafanya hilo zoezi kwa haraka.
Wanga wabaya wanrudisha nyuma, si unaona? Wanga wabaya wanrudisha nyuma, si unaona? Nasonga mbele wanrudisha nyuma, si unaona? Songa mbele wanrudisha nyuma. Wanga wabaya wanrudisha nyuma, si unaona? Nasonga mbele wanrudisha nyuma. Mjomba, unajua wewe ni mtu ambaye nakuheshimu sana, lakini kitu ambacho amenifanyia leo babako, amenizalilisha. Yaani kikweli amenizalilisha kwa kiasi kikubwa sana, na kitu ambacho kilichonifanya mimi nizalilike ni swala moja tu la kumdai yule dada yako kuja kushinda nyumbani kwangu. Hata ukiangalia mazingira ambayo anaishi naye ni mazingira tata sana, kwa sababu yule sasa hivi kashakuwa mtu mzima. Ataendelea kuishi na babake mpaka lini? Watalaje kwa chumba kimoja? Mjomba, tunazalilika sana mjomba. Kwa hiyo mimi baada ya kupeleka shtaka kwa mwenyekiti, akaitwa na akafika, lakini cha kushangaza ananiita mimi mke wake. Mjomba, usi uzalilishaji huu. Unajua, kwa ukimya wangu mnaweza mkahisi mimi nafurahishwa na haya masuala ya Pashambe anayoyafanya, lakini kama kuna mtu anakasirishwa na anakerekwa na masuala anayoyafanya yule mzee, basi mimi naweza nikasimama namba moja. Lakini sasa shida iliyopo, mimi nimekaa kimya kwa sababu yule ni baba yangu. Unajua mjomba, hata vitabu vya dini vinasema haijalishi mzazi wako ana madhaifu gani, awe mshirikina, awe jambazi, awe nani, lakini ukiwa kama mtoto kwa huyo baba, basi wewe unatakiwa uwe mnyenyekevu na mtiifu. Na ndio maana kuna muda mimi naweza nikaongea kuhusiana na masuala ya Pashambe, naweza nikafokeana naye, lakini kibinadamu na kiutu kuna muda nakaa nawaza kwamba huyu ni baba yangu, sitakiwi nikanena nikamaliza, na ndio maana nakaa kimya. Kwa hiyo mimi niseme tu, kwa mimi sina la kufanya katika hili. Ila nyie sasa kama mnahisi kuna njia ambayo unataka kutumia, labda mtumie hiyo, lakini kupitia mimi kwa kweli nitakuwa nazipokea tu hizi lawama, halafu nitakaa nazo, kwa sababu yule mimi ni baba yangu mzazi, wala hata sio baba yangu mlezi, ni baba yangu mzazi kabisa, ambaye natambua kabisa kwamba bila yeye huenda nisingekuwepo mimi hapa duniani. Sasa sijajua unafikiria nini bwana mjomba. Kwa hiyo bwana mjomba, mimi niseme tu, naombeni mimi niendelee kukaa nyuma kwenye haya masuala ya Pashambe, kwa sababu ninachokiogopa hapa ni radhi ya mzazi wangu. Sasa mjomba, ili swala ni la kwetu wote, mimi na wewe. Alafu tambua ule ni dadako. Upo tayari dadako azalilike? Sawa, mimi nimekuelewa mjomba, na sina kipingamizi katika hilo. Kama kuna njia unataka uitumie ya kumdhibiti Pashambe, sawa, ruksa. Wala mimi siwezi kukuona mbaya kwamba eti umemfanyia baba yangu, ila nisichokitaka tu ni mimi kunanyua mkono wangu kufanya jambo ambalo litamzuru yule mzee. Oh, haya sawa. Mume wangu, huu sio muda kutumia hasira. Huyu ni binti yetu na tuna mamlaka yote ya kuishi naye hapa. Kwa hiyo mume wangu, mimi ninachokiona ni kufuata sheria na kulidhibiti ile swala, tukae na binti yetu kwa uhuru. Mimi nimekuelewa mke wangu, lakini mjomba, kaa utambue fika mimi na mamako ni tumbo hili moja. Na maanisha mimi ni mjomba wako kabisa yani. Pengine mimi na uchungu kuliko wewe babako mwenda azimu alikuwa kwa nyumbani. Kwa sababu mimi nilishamwambia kwa umri wako huwezi kukaa na babako nyumbani. Tena kwenye chumba kimoja unakaa na binti ambaye tayari ashavunja ungo. Yule sichizi yule. Hivi anajielewa kweli yule? Nisikilize mjomba. Kuanzia sasa hivi chukua mizigo yako peleka ndani. Utakaa na mimi ndani humu. Sio, umenielewa? Sasa huyo babako atoe miguu yake huko aje hapa nyumbani. Alafu ndo atanijua mimi nani. Nitamkata miguu yake ile. Na wewe hapa, ole wako nikusikie siku nenda kwa baba. Nitakachokufanya na wewe au utakuja kuamini. Hapo sasa nasimama kwenye mstari kama mjomba. Mke wangu, mchukue binti peke ndani. Ustazi,
mimi hakuna shida yoyote. Jambo likitapokuwa tayari, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa ndugu yangu, mimi niseme hapa, wewe kama nyumbani, muda na saa yote unakaribishwa. Sawa. Mimi ngoja nikuache. Sawa, haina shida. Haya, asante. Sawa. Karibu sana bwana Shedafa. Asante bwana ustazi. Bwana, mimi nimekuja hapa haraka haraka na shida kidogo. Na shida yangu mimi ni kuhusiana na huyu mdogo wangu. Huyu mdogo wangu bwana, kama unavyojua, matatizo yetu sisi na mzee wetu yamekuwa yanapamba moto kila kukicha. Sasa kila ninavyomwangalia huyu mdogo wangu na mzee, naona kabisa huyu mtoto kuna kitu kitafanywa kibaya ambacho kitakuja kumzuru. Sasa ili kumkinga na hili, nikaona nimlete hapa kwako apate walau dua ya kinga kama ile ambayo umenipiga mimi. Sawa, nimekuelewa. Na nikupongeze bwana Shedafa kwa kutambua kuwa baba yako sio mtu mzuri. Tena baba yako sio mtu mzuri kabisa. Na hichi kinachoendelea atamwangamiza huyu pamoja na wewe. Sasa kwa kuliona hilo, mimi nipo tayari kumfanyia dua barabara. Yaani dua safi kabisa ambayo itakuwa na ulinzi wake wa kutosha. Na baba yako atamuogopa huyu, wala kumgusa, hatomgusa tena. Mimi naamini katika hilo ustazi, kwa sababu si nimeona mimi ulivyonifanyia, kila kitu kinaenda sawa. Kwa hiyo hebu nisaidie na hili, mdogo wangu nina mashaka sana. Sawa? Na hii dua sitaifanyia hapa. Nitaifanyia madrasa pamoja na vijana wengine, ili kuwa hii dua iwe kubwa. Sawa? Ili kwamba baba yako asiweze kumuona wala asiweze kufanya kitu chochote kumkusudia huyo binti ili kumzuru kwa lolote lile. Sawa? Hilo nalo sio baya. Kama wewe ustazi umeona hilo ndo nzuri, basi wewe nenda naye huko. Lakini sasa mimi natoka kidogo. Sitoshiriki kwenye hiyo dua, maana kuna mambo yangu nataka niyawahi huko. Ila utakapoimaliza hii dua ustazi, kwa usalama wa huyu asitoke hapa mpaka mimi nimfuate mwenyewe kama nilivyomleta. Aswa, hata mimi nilikuwa nataka nikwambie hivyo hivyo. Yaani maana yake dua yangu itakapoisha, nitakupigia simu, utakuja kumchukua. Muda utakaomchukua ndio na muda ambao mimi nitaondoka zangu kwangu. Mama Ambiliki, nimekupa kazi yangu uifanye, ila hujafanya inavyotakiwa, na tabia yangu unaijua kama mimi sio mtu mzuri. Sasa Mama Ambiliki, kwa hili kosa ambalo umelifanya mpaka sasa, hata sijui nikupe adhabu gani, kwa sababu nimechukia vibaya mno. Nisikize Mama Ambiliki, ujio wangu huu kuja kukupa taarifa kama kuna mtu yote kahusika kwa binti yangu kupata ujauzito, iwe katua mawazo, ikiwa kwa changia kutoa chumba, ikiwa ndo kasema atoe pesa imradi mwanangu ashawishike, ikiwa kasema wewe usikubali kuwa peke yako, lazima uwe na mtu yoyote yule, ndopojua kama ndo kafanya iko kitu, lazima maisha yake yaende chini ya mchanga. Na maanisha nini? Kifo chake kinakaribia. Na nakupa uhakika Mama Ambiliki, kama huyo mtu amechangia, na hakikisha kesho hawezi kuiona dunia, ina maana atakuwa chini ya mchanga. Kwa kifupi, atakuwa amefariki. Hapa inabidi nifanye kitu, bila hivyo Pashambe ataniua. Wewe umetoka wapi? Kwani si nilikukataza usitoke nje ya nyumbani? Ina maana kauli zangu unazikiuka sasa hivi? Umetoka wapi? Kwa shoga yangu kaka. Shoga yako? Shoga yako nani? Nimeshakwambia unatakiwa ukae nyumbani mpaka matatizo yako yaishe. Wewe mbona unielewi? Lakini kaka nini? Lakini kaka nini? Ina maana unielewi mimi ninachokizungumza? Hasa nisikilize. Tangulia nyumbani. Nikukute nyumbani.
Alafu Husna, hebu simama kwanza. Mkononi mwako umeshika nini? Umeficha nini hapo kwenye mkono wako? Sijashika kitu kaka. Aya, tangulia nyumbani, mkute nyumbani. Hammarero